Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunamshukuru Mungu kwa nafasi aliyotupa nyingine siku ya leo kuweza kusimama kwenye madhabahu yetu na kwenye ibada yetu ambayo tunakuwa nayo hapa kila kuitwapo leo. Tunamshukuru kwa upendo, kwa ulinzi wake ambao amekuwa ni mwaminifu akiuachilia kila kuitwapo leo kwenye maisha yetu. Ninamshukuru pia kwa ajili yako wewe mpenzi unanifuatilia mahali ulipo. Ninamtukuza Mungu kwa ajili ya uhai alioachilia kwenye maisha yako. It doesn't matter unapitia mazingira gani, unapitia changamoto gani, ila umepata neema ya kunisikiliza na kunifuatilia mahali ulipo. Ninaona wewe ni muujiza mkubwa sana, na bado Mungu anakusudi na wewe, na bado Mungu ana plani na wewe zilizo njema tu 2026. So nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili yako, na Bwana akubariki mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu Josia James. Tunaendelea na ibada yetu kutoka kwenye madhabahu ya Power in Prayer, nguvu katika maombi. Mahali hapa ni mahali ambako tunajifunza neno la Mungu na vile vile tunapata muda wa kusema na Mungu. Kwa nikuandae na nizidi kukukaribisha wewe mtumishi. Kila kawaida yetu na ni utaratibu wetu, tunajifunza kwa pamoja mahali hapa, na baada ya kujifunza kwa pamoja tunapata muda wa kuomba hata kwa dakika kadhaa, na baada ya kuachana ni kiu yangu kuona kwamba unaendelea na maombi hayo mpaka umeona matokeo ya ujumbe ambao Mungu ameukusudia upate siku kwa siku. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na sasa kabla sijaendelea kwenye somo au hatujaenda kwenye ujumbe ambao Mungu ametupa siku ya leo, nipende kukukaribisha mahali ulipo. Mwalike Roho Mtakatifu mahali hapo, mkaribishe Mungu mahali hapo ili aweze kukuhudumia katika viwango vya uhitaji. Bila Roho Mtakatifu ibada hii haitakuwa na maana. Bila Roho Mtakatifu ibada hii haitakuwa na faida, kwa sababu yeye ndiye anayejua kufundisha, yeye ndiye anayejua nini unahitaji katika pitch ipi. So we have a reasons to call him. Tuna kila sababu ya kumuita na tuna kila sababu ya kumwalika. Kwa nikuombe mpenzi mtumishi unanifuatilia mahali ulipo, unaweza kufunua maneno ya kinywa chako sasa mahali ulipo na kumkaribisha Mungu. Unapoendelea kunifuatilia, kile alichokikusudia kwako kupitia kinywa changu upate kukipata. Usipitwe wala usiachwe. Usinifuatilie kwa hasara, muda wako usio wa hasara. Usinipe muda wako bure. Ninatamani muda wako unaonipa kunisikiliza, basi kile alichokikusudia Mungu ukapate kukiona kikitokea kwenye maisha, na yale ambayo Mungu ameyadhamiria kukufanyia 2026 akufanyie kupitia kinywa na sauti ambayo ataitumia kwako. Twende mbele za Bwana sasa tuombe. Baba yangu na Mungu wangu, ninakushukuru tena kwa lango la siku ya leo ulilotupa watoto wako kusimama kwenye madhabahu hii ya Power in Prayer. Mungu, tunakushukuru kwa wema, tunakushukuru kwa upendo, tunakushukuru kwa ulinzi. Asante kwa ajili ya mama huyo, asante kwa ajili ya baba huyo, asante kwa ajili ya kaka huyu, asante kwa ajili ya dada huyu, asante kwa ajili ya babu na kila rika mbalimbali ambazo Mungu umewakutanisha kwenye madhabahu hii na kupata kunisikiliza mtumishi wako. Mungu, nami ninashuka chini ya uongozi wako, naomba unitumie vile upendavyo, ili huyu mtumishi wako aliyemkusudia kuponywa, mtumishi wako aliyemkusudia kumwinua, mtumishi wako aliyemkusudia kumbariki, apate kupokea cha kwake kutoka hapa ambako Mungu utanitumia kwenye madhabahu hii, katika jina la Yesu. Ninasimama kinyume kabisa na kila vita inayopambana na yeye kwenye eneo lake la usikivu, kwenye eneo lake la uelewa, kwenye eneo lake la utayari, ili kuzuia asipate kusikiliza, ili kuzuia asipate kupokea cha kwako. Ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, hiyo vita ipate kushindwa sasa, na wewe ukinzani upate kuondoka kwenye malango yake, katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa Roho yako Mtakatifu ambaye umempa nafasi ndani yangu anitumie kama chombo chako. Asante kwa Roho yako Mtakatifu ulimpa nafasi kwa wasikilizaji hao ili waweze kunisikiliza na kuelewa kile ulichokusudia wapate kukielewa. Baba yangu na Mungu wangu, ninakushukuru kwa malaika ambao umewaruhusu mahali hapo kushuka na kutembea pamoja na mtumishi wako huyo na pamoja nami mahali hapa nilipo kwenye madhabahu. Jina lako lihimidiwe, jina lako liinuliwe. Ninakushukuru maana ni mwaminifu. Asante kwa kusikia ibada yetu, asante kwa kupokea na maombi yetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu nimeomba na kukushukuru. Amen. 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 Na Mungu akubariki sana mtumishi. Sasa ninaamini uko mazingira salama, uko mazingira safe kabisa. So stay patient, kuwa tu mvumilivu
ili tuanze pamoja na kumaliza pamoja mpaka pale Mungu alipotukusudia tupate kufika. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na bila kuchukua muda mrefu, kuna ujumbe ambao Mungu amenipa kwa ajili yako siku ya leo. Kuna message ambayo Mungu ameiandaa ndani yangu kwa ajili yako mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji, mahali ambako unanifuatilia na mahali ambako unanisikiliza. Kuna ujumbe ambao Mungu amekuwa akinisemesha hivi siku za usoni hapa kwa namna ya kipekee na katika mazingira ya kitofauti, sio kawaida, tofauti na jumbe zingine ninazoziandaa. Ujumbe huu kuna namna yake umekuja kutoka mazingira yake ya kipekee ambayo sio rahisi sana kupata jumbe katika mazingira hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina ujumbe huu kwako mpenzi mtumishi wa Mungu unanifuatilia. Kwa unaandika, unaweza kuandika. Una kichwa nasema namna ya kushughulika na roho ya makwazo. Bwana Yesu apewe sifa. Tuna ujumbe au somo ambalo Mungu ametupa, tutatembea nalo hapa mpaka pale tutakapofikia tamati kwa msaada wa mwongozo wa Roho Mtakatifu mwenyewe. Tutaona tutafikia wapi na tutaishia wapi, ila tutaanza siku ya leo na kuendelea nao mpaka pale tufike tamati, na kila alichokikusudia Mungu kikapate kutokea kwenye maisha yako na upate kukiona kutoka kwenye engo ya somo hili. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na nimekwambia tuna ujumbe huu ambao Mungu ametupa, una kichwa nasema namna ya kushughulika na roho ya makwazo. Namna ya kushughulika na roho ya makwazo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Okay. Msingi wetu, the main words, neno kuu kutoka kwenye ujumbe huu ambao Mungu amenipa, msingi wa somo hili. Tutasoma vifungu vingi tofauti, lakini we have got a foundation of the scripture. Tutapata msingi wa ujumbe huu kutoka kwenye andiko hili. Luka mtakatifu, kitabu kile cha Daktari Luka, sura ile ya 17. Kitabu kile cha Daktari Luka mtakatifu, ile sura ya 17 na ule mstari wa kwanza hata ule wa 5. Huu ndio msingi wa ujumbe huu ambao Mungu ameniandaa kwa ajili yako, na tutasoma, tutaelezana, alafu kisha tutaendelea hapo mbele. Luka mtakatifu, ile sura ya 17 na ule mstari wa kwanza hata ule wa 5. Maandiko hapa yamehifadhiwa hivi, nami nitasoma kwa msaada wa Bwana. Luka mtakatifu, sura ya 17 mstari wa kwanza hata ule wa 5. Maandiko yamehifadhiwa hivi. Akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. I repeat this verse. Narudia tena mstari huu. Maandiko yamehifadhiwa hivi. Akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Mstari wa 2. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake akatupwe baharini, kuliko kumkosesha mmoja wapo wa wadogo hao. Mstari wa 3. Jilindeni, kama ndugu yako akikukosa mwonye, akitubu msamehe. Mstari wa 4. Na kama akikukosa mara 7 katika siku moja, na kurudi mara 7 akisema nimetubu, msamehe. Mstari wa 5. Mitume wakamwambia, Bwana, tuongeze imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Naomba tuelezee hapa. Nimekuambia huu ndio msingi wa somo letu au ujumbe ambao Mungu ametupa. Wakati Mungu ananiandaa kwa somo hili, wakati Mungu ananiandaa kwa ujumbe huu, namna ya kushughulika na makwazo, akanipa na andiko hili. Wakati ninalisoma, nimekuja katika namna tofauti kwangu kutokana na message ambavyo Mungu ameweza kuleta kwangu, na ni kwa ajili yako mtumishi unanifuatilia. Okay. Yesu anawaambia wanafunzi wake toka ule mstari wa kwanza, anasema hivi,
Biblia inasema Yesu akawaambia wanafunzi wake, huyu ni master, huyu ni mwalimu. Yesu mwenyewe anawaambia wanafunzi wake, mwana wa Mungu mwenye asili ya uungu anazungumza maneno haya, anasema hivi, nisikilize. Huyu sio akuwa nabii Musa anasema, akuwa mtumishi Yohana anasema maneno haya, akuwa mtumishi Luka anasema maneno haya. That is a quotation from Jesus speaking. Huyu ni Yesu, maneno haya yamenukuliwa kutoka kwenye mazungumzo ya kinywa cha Yesu. Mungu mwenyewe anasema hivi, makwazo hayana budi kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Makwazo hayana budi kuja. Ana acknowledge na katika dunia tunayoishi hii, katika ulimwengu tunaoishi, my dear servant, watumishi wenzangu wa Mungu, unayenifuatilia, unayenisikiliza, katika dunia hii tunayoishi, katika familia unayotokea, katika ofisi unayofanya, katika mtaa unaotokea, katika mazingira uliopo, Yesu alisha acknowledge akasema ya kwamba makwazo hayana budi kuja. Okay, akuishia hapo, akasema lakini. Okay, let us pause here. Acha tupause kidogo hapa. Huwa ninapenda kusema mara zote, unaporejea Biblia, unaposoma Biblia ukakutana na neno lakini, listen to me very carefully. Ukakutana na neno lakini, hebu pause hapo na ipe attention taarifa inayofuata baada ya lakini. What next? Jambo gani linafuata? Kuna taarifa gani inafuata baada ya lakini? Kwa sababu gani, mtumishi wa Mungu? Iko kwa namna hii. Ninaweza kusema wewe ni mwimbaji mzuri sana, wewe ni mwombaji mzuri sana, wewe ni mtoaji mzuri sana, lakini mchawi. Listen to me. Nikizungumza katika mazingira haya kwenye kutaniko la watu, nikitena kwamba wewe ni mwombaji, unaomba masaa 3, unaomba masaa 5, bali watakachokumbuka ni kile kitakachofuata baada ya lakini. Wakasema okay, tukasema lakini ni mchawi. So lile jambo litakalofuata baada ya lakini ndipo litakapotupa picha ya kwamba kumbe huyu sio mtu mzuri. Kwa ile taarifa iliyofuata itafuta taarifa zote za mwanzoni. Okay, sasa hapa Yesu anatufundisha, anasema hivi, makwazo hayana budi kuja, lakini ole. Come on somebody. Hallelujah. Ninapenda unaposoma Biblia usome kwa msisitizo wake. We are Tanzania, sisi ni wa Tanzania, so kuna aina maneno ukisoma unatakiwa usome kwa tune yake, usome kwa tone yake. Biblia inasema ole wake asababisha makwazo. Makwazo hayana budi kutokea, yatatokea, lakini ole yule anayeleta makwazo. Ninakuombea kwa neema ya Mungu, mtumishi unanifuatilia mahali ulipo, hebu isije kuwa kwako ili neno, usije ukawa sababu ya mtu kukwazika, usije ukawa sababu ya makwazo kwa wengine katika jina la Yesu. Biblia is a warning. Biblia imekuonya, Biblia inakataza, inasema ole wake yule asababishe makwazo. Ni kiu yangu tunapoendelea kutafakari andiko hili, tunapoendelea kudadavua andiko hili, Mungu akusaidie mtumishi, usiwe sababu ya makwazo katika jina la Yesu. Nisikilize, ni hatari sana. What next pale? Kuna vitu vinafuata pale. Okay, tutaendelea kuona hapo nini kinafuata kwa yule ambaye anakuwa sababu ya makwazo kwa mwingine, kwa yule ambaye anakuwa sababu ya makwazo kwenye ofisi, kwa yule ambaye anakuwa sababu ya makwazo kwenye ndoa. Ninakuombea mtumishi mahali ulipo, ili andiko na ili neno ambalo Yesu alikuwa akizungumza, hebu lisiwe sehemu ya maisha yako. Neema ya Kristo ikusaidie, usiwe sababu ya ofisi, usiwe sababu ya familia, usiwe sababu ya mzazi, usiwe sababu ya huyo ndugu kukwazika. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Na msaada na utawezekana kuonekana kwenye maisha yako if ukionyesha utayari, kama utaonyesha willing ya kupokea msaada, hakika ya kwamba usifanyike makwazo kwa mwingine, kwa sababu kitendo cha kufanyika makwazo yapo, lakini ole wake yule asababishe makwazo. Nini kinafuata? Utaona mistari inayofuata. Okay, kabla tujashuka kwenye mistari inayofuata, nini au ni jambo gani ambalo litampata yule anayeleta makwazo au yule anayesababisha makwazo? Kuna kitu hapo Yesu anakizungumza mbele yake. Okay, kabla tujafika kwenye hilo jambo ambalo linaonekana kwa hapo mbele kwa yule anayesababisha makwazo, mimi ninatamani kwanza Mungu akusaidie wewe mtumishi unayenisikiliza, usiwe sababu ya mwingine kukwazika,
usiwe sababu ya makwazo. Bwana akusaidie na uwe tayari kusaidika, ili usiwe sababu ya makwazo kwa wengine, usiwe sababu ya makwazo kwenye huduma, usiwe sababu ya makwazo kwenye familia, na Mungu akusaidie mahali ulipo katika jina la Yesu. Ninakombea neema ya Kristo ikutafute, ninakombea neema ya Bwana ikusaidie, usiweze kuwa sababu ya wengine kukwazika, ili hilo linalofuata mbele hapo lisije likakupata katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Okay, sasa tuendelee hapa panafuata. Nini Biblia inazungumza na nini Biblia inasema? Tuangalie hapa Yesu anazungumza nini hapa mbele.